the last one. Na mimi tuseme tu nyumbani kwetu ni mimi nilifaulu kidogo kimasomo, hata kama sikumaliza vizuri, lakini ni mimi nilifaulu kidogo. Lakini sasa nyumbani imekuwa wakinifuatilia sana, manake unajua changamoto ya ukikuwa artist ama kuwa comedian, kila mtu anafikiria uko na pesa. So imekuwa watu wakinifuatilia, unapata madhe na kukola na kuomba 500 zao, mzae hivyo marelative wote. So mimi nimepitia tu changamoto. Last year mamangu amekuwa msiki kidogo, hata job nilikuwa nayo. Hiyo job ilibidi nikauza vitu, nikamlipia hospitali bills. So ilikuwa ni kazi ipi haswa? Nimekuwa nikifanya tu kazi hapa. Asoli kwanza nimeanza na by then nimefanya mjengo for 3 years. Nikamaliza mjengo, nikaanza kazi yangu ka business kadogo tu. Nimefanya biashara japokuwa ikukuwa ikinipea mapato mazuri vile. Lakini tuseme tu nashukuru juu yote ni Mungu upanga. So kuanzia mwezi wa pili hadi sasa mimi sina kazi. Sijakuwa na kazi kabisa. So ilinibidi mimi mwenyewe nisimame kwa mitandao nijianike. Unaona? Ilibidi nisimame kwa mitandao nijianike, ili tu mwenye atatokea na usupport support. So ndo nikasema Wakenya wanisupport. Kwa maana brother, sijalipa rent miezi 3, 12k nadaiwa, sina food, sina kazi. Na landlord hataki kujua, unaona? Sasa landlord amekuwa akinidai. Mimi pia nikasema hapana, acha nisimame kwa mtandao, basi mtu atajitokeza and support, ni sawa, nitamappreciate. Kwanza kabisa wanasemanga ukiwa comedian, kwa maana TikTok unajulikana. Una umaarufu sana pale kwenye TikTok. Aswa sio TikTok tu brother, kila mahali, YouTube, FB. Najua watu wengi wanakutazama pale, wanakujua sana. Najulikana kila mahali. So inasemekana kwa TikTok inalipa. TikTok inalipa ama hailipi? Okay, tuanzie hapo. Brother, TikTok hailipi kwa mimi. Kimimi TikTok hainilipi. TikTok doesn't pay bro, because unajua TikTok usipoingia TikTok live hakuna malipo utapata. TikTok Kenya inalipa watu labda tu zile advert, unaona? Mtu akifanya advert atapewa kitu kidogo. Lakini TikTok ni only viewers na followers, but TikTok hainilipi. Since I start my TikTok sijawahi lipwa na TikTok. Na niliona ukipiga video fulani hivi unaimba. Wewe ni msanii? Apart kando na comedian, mimi wanafanya usanii. Unaimba wimbo ipi haswa? Wimbo za injili ama? Iko hivi, mimi huimba secular music, but hata injili pia bado naweza nikaimba, because mimi ni mtu nilibarikiwa na talanta yote. Naweza nikafanya kitu yoyote, unaona? Naweza nikafanya kitu yoyote tu. Na tukirudi upande wa comedy pale, haswa kitu gani kilikukujia ukaamua ukuje with this type of comedy? Unajua babu yangu ni mzee sana, ako na miaka 99, hajakufa bado. Babu yangu yupo kijana na ndio unaona na kababu hivi saa hizi zote ni kwa ajili ya babu yangu. Guka yangu mwenyewe wa kuzaa babangu ni yeye alinipea hizi ushauri, akaniambia kijana, naomba kwa hii familia ukue kama mimi, nikiondoka siku moja ukue kama mimi. Ndio mimi nikaanza kufanya hivi, japokuwa hii idea ya kunyoa hivi hata watu wengi ushangaa sana, huwa wanacheka wakiniona nimevaa hivi. Wanacheka kabisa. Watu wengi ufikiria mimi ni guka, manake hii idea hakuna mtu wako nayo Kenya kabisa. Ni mimi peke yangu. The one we invented. Ni mimi peke yangu. Na hata hakuna mtu anaweza ni imitate kutembea venye huwa natembea hivi, because ukijaribu unakufa. So hii idea nilitoa kwa guka yangu mzazi. Ako nyumbani. So Mr. Okwash, jinsi mbona ulijiita Mr. Okwash? Hii jina ilitoka wapi? Na wewe unaitwa Elias Simiyu. Mr. Okwash inatokana na jina Okware.
Okware. Ukiangalia kwa jina zangu Elias Simiyu Okware. So nilichukua Okware nikaiweka ikakuwa Okwash. Okware, Okware ni kwa kina mama, unaona? Ya Okware mamangu ni Mteso. Sasa tunajua Okware ni jina ya Wateso. So nilichukua jina Okware nikaiweka ikakuwa Okwash, unaona? Ya so ndo najiita Mr. Okwash Comedy. Ya Okay, mtazamaji wa kwangu, jinsi unavyoona tunaendelea vizuri pale. Utakuwa unanipigia simu, nambari za simu zipo pale chini ya televisheni kwako. Unaweza nitumia ujumbe ukanipigia simu, utakuwa unamuuliza swali lolote pale ambao utakuwa najua unajua umeona kazi zake pale kwenye mitandao za kijamii. Ukimfuatilia pale kwenye mitandao za kijamii Mr. Okwash pale in all platform utakuwa unampata pale. Nambari za simu ni 0728714232 pale. Nipigie simu uniambie unanipata ukiwa maeneo yapi, unanipata ukiwa wapi. Nikirejea naenda tu madukani kidogo, nikirejea hivi nitakuwa nakuja kujibu kusoma comment zako pale upande wa Facebook na YouTube pale, watu ambao wanatufuatilia pale. So usiende mbali. uko break. Major Prophet Tom Chacha of King's Prophetic Church invites you to the Sunday service for praise and worship, prayers, and many more interesting and engaging activities. Join us every Sunday from 8 a.m. Mwambie Mungu uliniokoa na wewe ulinisema ungeniokoa kwa shida. Leo nataka nione ukinibariki, nataka nione matunda ya wokovu. The church is located along Manyanja Road, opposite Harambee Sacco in Donholm, Nairobi. For more information, contact us on 0724311610 or find us on all our social media platforms at King's Prophetic Church. King's Prophetic Church, a palace of wonders. Mungu wangu nakupenda. Bwana wangu nakupenda. Je, una malalamishi, mapendekezo ama maoni kuhusiana na vipindi vyetu? Pepeta TV tunakupa nafasi ya kuwasiliana nasi na kuwasilisha maoni yako kupitia nambari zetu za simu 0729109092 au kupitia barua pepe almaarufu email pepetatv1@gmail.com. Pepeta TV, tunakupa unachotaka. Karibu mtazamaji popote pale ulipo. Bila shaka unakutana na Daktari Ngoso, wataalamu wa tiba asilia. Hii dawa itaweza kusaidia wewe ambaye umekosa kazi, umetafuta kazi muda mrefu, umesoma, inaitwa mvuta. Wewe ambaye huna nguvu za kiume, wewe mwanaume ambaye nguvu zako zinapelea, hii dawa itaweza kukusaidia. Njoo upate dawa hii ili uweze kufanya kazi yako vizuri. Vile vile tuko na pete yetu inayozunguka hapo chini, pete ya maajabu. Tuko na kioo. Njoo uangalie kwenye kioo chetu. Njoo uangalie kwenye kioo chetu uweze kuangalia ni akina nani wanakutendea nini. Tunapatikana kwenye namba yetu ya simu 0718756944. Tutafuta hata kwenye Facebook. Weka Dr. Ngoso utaweza kutupata. Vile vile tuko hata kwenye YouTube. Ukiweka Dr. Ngoso utaweza kupata mambo yetu na mambo gani tunayofanya. Tuko kwenye email inapatikana at info@drngoso.com. Asante sana kwa kunisikiliza. Karibuni. Je, una biashara ama huduma na ungependa kufanyiwa matangazo? Biashara kama vile shule, hardware, mashamba ya kuuza na zingine nyingi. Tangaza biashara yako leo nasi ili upate wateja zaidi na faida kibao. Wasiliana nasi kupitia nambari zetu za simu 0729109092 ama kupitia email pepetatv1@gmail.com. Pepeta TV, tunakupa unachotaka.
Introducing Chamgad Security Company, where protection meets professionalism. Your go-to partner. Our services include guard services, dog patrol, private investigations, intruder alarm security, protocol and security services, event security management, CCTV camera installation, remote controlled gate installation, electric fence and razor wire installation, and close protection services. For reliable security solutions, contact us on 020-800-954 or 0722-437-259 or send us an email on chamgad@yahoo.com. Chamgad, reliable security. SureBid ni jukwaa linalokupa nafasi ya kujishindia chapa. Pata stock ya biz, voucher, simu, school fees, TV ama pesa ya rent. Weka bid yako, bonyeza *658*1#. Kisha weka kiwango chako kidogo kati ya shilingi 45 na shilingi 50. SureBid, bonyeza ushinde. Marema, one and only, the giver of life. Niliambiwa hii maisha itaki pressure, ukiwahi chance ya kutesa wetesa. Uwanga bad, ngori sana, uwanga bad. Burutanga, buruka, piga up, burutanga. Nyuma ni Muganda, shepu ya kitanga, ngozi ya Kirundi. Chenga goro kawa makongo ni mwendo tumichope kwengo. Niko busy wezi pata kwenye cellular tumbo. Alright, mtazamaji wangu wa Barikiwa na Pepeta TV, ni wakati mwingine mzuri sasa, tumerejea tena hewani. Nilikuwa nimekuambia tu nitakuwa nasoma jumbe zako pale. Jumbe ni mingi. Ananiambia ananipata kutoka maeneo ya Kitale, anaitwa Silas kutoka maeneo ya Kiminini pale, anasema ananipata kiwa live Kiminini town. Ati ni jamaa yangu sana huyu jamaa Sailo. Unajua jamaa anaitwa Sailo? Anasema ananipata kutoka maeneo ya Kiminini pale, anasema ni Mr. Daniel kutoka maeneo ya Huisero Bungoma na kupata Huisero ni Bungoma. Iko Bungoma. Anasema ananipata kutoka maeneo ya Bungoma pale. Alafu anasema anaitwa Kim kutoka maeneo ya Ongwaro. Hapa ni maeneo ya Nairobi pale, ananifuatilia tena zaidi pale. Alafu anasema anaitwa James kutoka maeneo ya Lokian. Anatoka maeneo Lokian pale, ananipata loud and clear pale. Inapendeza sana. Wanangu wa Facebook pia, unaona wanangu wa Facebook pia wapo pale. Wananifuatilia na wanangu wa Facebook pale wananifuatilia pale kina James Wetaka namuona pale, anaitwa Marwa Emmanuel pale. Namuona pale DRC. Namuona pale ananifuatilia loud and clear. Kwanza kabisa mtazamaji kwangu ndio sasa tunaingia. Nipigie simu, niambie tunanipata ukiwa wapi, ukiwa maeneo yapi pale, alafu itakuwa inapendeza sana. Unaweza uliza tu Mr. Kwash swali moja pale na atakuwa anakujibu pale. Asante sana. Mr. Kwash, tukiendelea tukirudi hapo upande wa comedy. Yeah. Wakati unafanya zile comedy pale town. Yeah. Haujaiona kuwa ni riski sana kufanyia mtu kama kusimama mbele ya gari ya mtu pale? Hujaiona kama ni riski sana?
Okay, kusema ukweli hiyo content ni risk because unajua kuna watu wengi hawapendi na kuna watu wengi kwanza kabisa naomba Mungu anisamee kwa vitu zenye huwa nafanya. Kwa sababu najua kuna watu wengi nimewakera. Unaweza pata nimeprank DCI, nimeprank OCS, nimeprank labda mtu ni gavana. Lakini upande mwingine nashukuru kwa sababu hao watu huwa na waprank, watu wote ni wa gari na ni watu matajiri kabisa. Juu kuna watu ambao wako na hizo gari na wanapenda sana kuwatch vipindi zangu, wanapenda kuwatch mchezo wangu. So ninapofanya hiyo content pale kwa barabara, kuna watu huwa wanabambika. Unapata mtu ananiekea hata shilingi 1000, ananiekea 500 kwa sababu tu ameona nikireact. Anaona tu, unajua wanabambika wakiona Guka anatembea mbele ya gari. Lakini upande wangu ni risk kabisa, ndio maana sijaona mtu akiniimitate kwa sababu si kitu ya kawaida hivyo. Na unasema kweli kama kwa maisha ya real life na comedy, in the mask of comedy and the real life, inamaanisha kuwa kwa muonekano wa kikomedi na maisha yako halisi. Kuna utofauti ama kuna jambo gani hapo aswa katikati hapo? Kwa maana mtu akikuona in comedy anasema kweli huyu jamaa ana pesa kabisa. Kwa maana una followers wengi, ukipost hivi video yako inapiga kama 10k likes, inapiga kama 100k viewers, 1 million viewers. Mbona unasema kuwa in real life unaumia? Na huku unajua tupe wewe muonekano aswa. Okay, hapo awali brother nimekuambia TikTok hailipi. Nimekuambia saizi kitu inalipa sana ni Facebook, YouTube, lakini TikTok hailipi. Maybe ukue mjanja kidesign ndio utapata mapato kidogo. So unajua mtu anaweza, ndio nilikwambia mwanzo tukiingia, kuna watu wana fake life because unaweza pata mtu ana fake life na AI. Unaona? Yeah, mtu anaishi Dubai lakini ako ushago Kitale. Unanielewa brother? Yeah, so mimi ukiangalia vida zangu mingi zimeenda viral, lakini ukiangalia maisha yangu yenyewe, maisha yangu iko chini kabisa kwa maana mimi sijawahi jua malipo ya TikTok. Labda mtu anioneshe, lakini TikTok hailipi kabisa brother, unaona? Yeah, lakini so nilikuwa nimekuambia mambo na advert ndio inatusaidia sisi kama TikToker. Yeah, maybe ufanyie mtu promotion kidogo, akupatie kitu kidogo. Yeah, hapo hivyo ndio malipo ya TikTok sasa. Yeah. Na kwenye venye ulikuwa umesema ni jambo gaswa gani ambayo imeweza kukuhinda mpaka ukafikia kujileta kwenye mtandao wa kijamii kusema kuwa ungependa usaidiwe? Okay, imekuwa hivi. Nimekaa kutoka mwezi wa pili mwaka huu mpaka saizi mimi sina kazi kwa sababu ilitokea mamangu akakuwa mgonjwa na pesa nilikuwa nayo ilibidi nikampelekea hospitali kwa bili manze. So venye nilipeleka mamangu hospitali nilijikuta sina kazi. Kutoka